Kwa nini watu wengi tunafungwa? Kwa nini tunafungwa kirahisi? Kwa nini watu wengi wana vifungo vizito? Unashangaa mtu ana vifungo vya magonjwa pumu. Ana ugonjwa pumu usiopona. Mtu ana ugonjwa ya kuashwa, haishi. Utashangaa mtu ana ugonjwa wa kukohoa. Mtu anaweza kukohoa kuanzia asubuhi, yaani masaa 3 ndio atulie. Kumbe kuna vitu ambavyo vinasababisha mtu afungwe. Kuna vitu vinavyosababisha mtu afungwe kirahisi. Hapa ulipo, kwa nini mambo yako yaendelea kuwa magumu? Ni kwa sababu kuna mlango. Sasa nataka nifichue leo hiyo siri kwamba kwa nini unafungwa kirahisi? Kwa nini watu wengi wamefungwa kirahisi? Kwa nini tunaendelea kuteseka? Kama ni umaskini umeanza, yani wazazi wako wamemzaa mtoto wa kwanza mpaka mtoto wa 7, maisha ni ile ile. Ile nyumba ni ile ile ya udongo miaka na miaka. Kuna kitu kinachomfanya mtu aendelee kufungwa. Kuna vifungo vimshikilia mtu kwa walali. Kuna kitu kinachomfanya mtu aendelee kufungwa muda mrefu. Namba 1, vifungo vya madai. Naomba nisikilize kwa makini kila moja sasa, hii ni ya muhimu sana. Kati ya kitu ambacho kinampa adui nafasi kukufunga wewe ni vifungo vya madai. Kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wale wanawake wa manabii, sikiliza siri ya ajabu, alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Na unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili alitwaliwe wanangu 2 kuwa watumwa. Moja kati ya nguzo. Lakini kusoma mpaka mstari wa 4. Naomba tusikilize, hii message ni nzito sana. Akasema, nenda kwanza, kabla hajaongea habari ya kwenda kuteka. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Mstari wa 3. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Moja kati ya kitu ambacho kinatufanya sisi tufungwe muda mrefu ni roho ya madai. Kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye mume wake alikuja akafa. Alipokufa, kumbe mume alipokufa alikuwa na deni. Sasa alipokuwa na deni, maana yake kwamba watu walipogundua jamaa ameshakufa, wakaja akamwendea mwanamke, akamwambia mume wako amekufa, lakini amekufa na deni letu. Sasa hatutaweza kukubali kirahisi. Nisikilize, kwa sababu hili ndio kitakacho kufungua leo. Amen. Sema amen. Amen. Yaani hichi kinachokifundisha ndio kinaenda kuongelea kwa habari ya familia yako, na ndio kilichokufunga. Sikiliza, akaleta madai, akasema, ndugu, mume wako amekufa na nilikuwa namdai, na nimekuja kutaka deni langu. Yule mwanamke akachanganyikiwa sana. Nimesema kati ya moja ya silaha anayotumia adui kufunga watu ni hati ya madai. Akaenda akamlilia Elisha, akamwambia, mume wangu amekufa, na alipokufa kulikuwa na deni kubwa. Sema amina kubwa. Amen. Kulikuwa na nini? Deni kubwa. Tutafanyaje? Akaja akamwambia, sasa sikiliza nikwambie, mimi nataka deni langu lilipwe. Sitaki kujua chochote. Kwa nini? Kwa sababu mume wako alipokufa alikufa na deni. Alikufa na deni. Sasa kitu kilichotufunga watu wengi ni kwa sababu wazazi wetu walienda kwa miungu wakatutoa sadaka. Walipotutoa sadaka kwamba huyu fulani, huyu Fred, huyu Samuel, huyu nani, huyu Joshua asije akaenda mbali. Kwa hiyo mizimu ina madai. Kwa hiyo ukitaka kuja kulazimisha kufanya biashara kubwa, mizimu inakuambia, jamani, wewe tulishatolewa sadaka. Ukitaka kuolewa kwa harusi, ndio mizimu wanasema, jamani, hatuna historia wala rekodi ya kuolewa na harusi. Kwa hiyo tumekuja na madai. Ndio maana utashangaa siku akija mwanaume sahihi ambaye amemaanisha kukoa, ndio mizimu inaanza kuibuka kwamba haiwezekani. Hakuna mtu aliyewahi kusoma kwenu
Hakuna mtu aliwahi kwenda mbali, aliwahi kuwa na gari. Yaani kwenu gari ni punda. Hakuna kwenu mtu ambaye amewahi kuwa na maisha mazuri. Kule kwenu ni maisha ya mateso tu, kulala. Yaani nyumba ni nyumba ya udongo. Ndio kilichomkuta huyu mwanamke. Alipotaka sasa kubadilia kupokea upako, wakamwambia iko hivi, mume wako alipokufa tulikuwa tunamdai. Kati ya kitu ambacho kinatufunga watu wengi ni hati ya madai. Unataka kuwa mfanyabiashara, a businessman, lakini ulimwengu wa roho inasema wewe hauwezi kuwa mfanyabiashara. Unatamani kuwa msomi mkubwa, professor, one day kuwa daktari, mwana philosophy. One day you wish kwamba uwe mtu fulani fulani. Unatamani kwenda viwango ambao wengine hawajawahi kwenda, lakini ulimwengu wa roho kwenu unasema haiwezekani. Na dalili ya kwanza, utashuhudiwa kwenye ndoto. Unashangaa unaota ndoto huko kijijini. Unaota ndoto huko shule ya msingi. Yaani wewe unacheza mpira. Unashangaa unafanya mtihani. Unaota ndoto umepanda juu ya ngazi, unashuka ghafla. Hiyo ndio ishara ya kwamba una hati ya madai. Siku ukianza kuota kwamba mimi nataka nienda Ulaya, umeshampata mzungu, tayari mzungu amekuahidi kwamba nitakuja mimi nikufungulia kampuni, unaota ndoto uko kwenye nyumba ya nyasi. Yaani tayari wewe umeshaambiwa kwenye ulimwengu wa damu na nyama, kesho tutakuja tuchore, uniandalie mradi wako utaanzia na shingapi. Usiku nalala unaota ndoto uko kwenye nyumba ya nyasi. Tena hiyo nyumba ya nyasi nataka kukuangukia. Hiyo ni inaitwa hati ya madai. Huyu mwanamke mume wake alipokufa tu akaja wale wadaiwa. Kadri unapopanda juu tu, ukitaka kupanda juu kupata kitu kizuri tu, upinzani inaanza kutokea. Kuna mtu anapata somo hata kidogo? Leo nakutoa hapo kwa jina la Yesu Kristo. Sikiliza kwa makini. Kadri unapotaka tu kwenda viwango vingine, unakaribia kufanya mtihani. Yaani unashangaa roho ya uvivu inaanza. Ukitaka kuitwa tu kazini, roho ya hasira inaanza. Unaenda na kugombana na watu. Roho ya mizimu haitaki kitu kizuri. Kilichotushikilia watu wengi, cha kwanza ni roho ya kamba ya nyumbani, vifungo vya nyumbani. Kilichotukamata watu wengi tusiende mbali ni roho ya nyumbani. Unaelewa ninachoongea? Ni roho ya wazazi. Umepewa jina la mzazi fulani ana tabia fulani, lazima uwe hivyo. Huwezi pokea kitu kipya. Maisha yako yanakuwa magumu kwa sababu una hati ya mashtaka. Umeshtakiwa kwenye ulimwengu, mahakama ya kiroho. Kuna kitu kinachoitwa mahakama ya kiroho. Ukitaka kutangaza, natangaza uchumba, yaani tayari mimi siku 21 nitatangaza uchumba wangu, tayari wanapeleka kesi mahakamani. Kesi inapelekwa kwenye mahakama ya kiroho. Mizimu inaibuka, unashangaa yule mchumba wako anapata ajali anaondoka. Dada mmoja alikaribia kabisa kuolewa, akikaribia kuolewa, yaani imetangazwa uchumba kwa wachumba zaidi ya 3. Akikaribia tu kufunga ndoa, papa ajali inatokea. 3 kuja kufichua katika ulimwengu wa roho, akasema tuna hati ya madai, tulishamshtaki huyu. Huyu hawezi kuolewa kirahisi. Hakuna kwa mtu amewahi kufunga, amewahi kuvaa shela. Hakuna mtu kwa aliwahi kuleta heshima. Haipo. Sio rahisi tumwachie. Ukiteuliwa utashangaa leo utateuliwa ni mkuu wa wilaya, utateuliwa labda wewe ni mkurugenzi, utateuliwa kwenye kampuni fulani uwe msimamizi, ghafla wakaanza kuibua, mizimu ikaanza kuibuka kwamba hakuna kwetu amewahi kutokea kiongozi. Unagombea nafasi yoyote ya kisiasa, utashangaa wewe utaanguka tu chini, kwani kwa sababu kwenu hajawahi kutokea kiongozi. Kumbe ni hati ya madai. Kumbe wewe una mashtaka. Kuna vitu vimekushikilia kwa walali. Kuna tabia imekungangania kwa sababu kwenu wana tabia namna hii. Baba yako ana tabia, akifika level fulani lazima tu ataletewa taarifa mbaya. Halo. Hawa watu wako kimya, sema nafunguliwa zaidi. Sikiliza. Mmoja kati ya kifungo kizito ni kifungo cha madai. Mwambie jirani yako unadaiwa nini? Hiyo sauti ni ndogo. Anasemaje? Hajui anachodaiwa. Uliza ndoto zako ni zipi. Mwambie ndoto zako ni zipi.
Yeye anaota ndoto anakula chakula. Hiyo ni hati, madai ya kifo, madai ya mauti. Ukianza kuota ndoto unakula vyakula, ujue kabisa ni roho ya magonjwa. Ukiota ndoto kabisa unazini kwenye ndoto, ujue kabisa hamtakamwa na amani kwenye ndoa. Huyo jini mahaba tayari kashakuoa. Kama ni mwanaume hakuna siku taoa, kwa sababu tayari una mwanamke rohoni. Hati ya madai. Hello? Hati ya nini? Hati ya madai. Utashangaa unapaa usiku. Unapaa usiku tayari, yani usiku wewe. Watu wanakushangaa unapita juu ya migomba, ya miti. Unapigana vita, unapigwa risasi. Kwenye ndoto unapigwa risasi, unadungwa sindano kwenye ndoto. Hiyo ndo hati ya madai kwamba umeshashtakiwa. Amen. Haleluya. Kitabu cha Maombolezo sura ya 5 mstari wa 7. Biblia inasema baba zetu walitenda dhambi na sasa hawapo, lakini sisi tumeyachukua maovu yao. Wazazi hawapo, ndugu zetu hawapo, lakini tangu tu kwa wazazi walipokufa, kama aliua, ile dhambi ya kuua inahama. Nisikilize kwa makini nifafanue hii. Wewe jiulize swali. Baba hakudaiwa deni, lakini baba alipokufa tu, wale aliokuwa anamdai wakaja wakadai. Kumbe walikuwa wanataka kuchukua watoto, wakao watumwa. Watoto ndio wanakuja kubeba mizigo wa baba. Inaitwa hati ya madai. Leo hii sisi tunatumika, tunafanya kazi kwa ugumu kwa sababu wazazi wetu wametenda dhambi, wamefanya mabaya, na sisi tunaitumikia kosa walilofanya wao. Leo unashindwa kukaa na mke mmoja kwa sababu baba yako ameoa wanawake 10. Unaoaje wewe mwanamke mmoja wewe? Biblia inasema kitabu cha Ezekieli, alivyo mwana ndivyo alivyo baba, alivyo baba ndivyo alivyo mwana. The way baba alivyokuwa, tabia ya baba usipokuwa makini itakupeleka huko huko. Kama nyumbani kwenu kuna roho ya ukahaba, utashangaa mtoto ukimzaa tu hajawahi kuchanganyikana na watoto wengine, lakini kahaba namba 1. Kwa nini? Roho ya kurithi imechukuliwa. Ile tabia madai iko kwenye damu, iko ndani ya damu. Kama watu wanafeligi sana darasani, watoto wako lazima wafeli kwa sababu baba yake alifeli, mama yake alifeli. Iko ndani ya damu. Madai iko kwenye damu. Ongea na watu. Amen. Sema fire. Fire. Unaelewa ninachoongea?